na tuktuk na nginya angari cia andu kiumbe makera raini niguo magure maguta kinywiro-ini kimwe. Tauni-ini ya Murang'a no inywiro igiri tu cuma na maguta gukinyiria miaraho ya umuthi undu uria wikirite hahu ene matatu. Thirikari ino ya President Ruto gutigakorwo na thina wa maguta ta ithuĩ kambuni yo kui turi a kambuni ya Murang'a Shuttle ni tukwenda mathina macio matigakorwo kuo tondu mathina macio mangikorwo kuo no gukorwo na mathina maingi muno tondu no twambiririe umuthi uyu turarihia ciringi 300 tondu no twambiririe gwiciria uria tukuongerera bei na tutingienda kuongerera bei tondu onake Wanjiku ni muhinyiririku na njira nene tariu umuthi uyu thiini wa Murang'a town no kundu kwiri kurendio maguta Astro na haria hangi hetagwo Mukuyu na ni tukuhoya ona ugithie barabara ino ti kundu kuingi kwina maguta na tungithie uguo no turona ona ngari no ikirugame na ni tukwenda tutigakinye hau na tukwenda ona maguta moneke niguo tutigakorwo tukiongerera bei tondu andu aya turongerera bei ona o matire na mbeca cia gukorwo makihotithio kuongererwo bei ni undu wa mathina maria mekuma maguta ni tungihoya thirikari itorore na ritho ria tha toria gukona na ng'aragu gukaheanwo relief food koni ithu no tuhoye thirikari tuhe relief na tuhe subsidy ya maguta toria kwana korwo thirikari-ini iria ingi atuhe subsidy ya maguta nigetha maguta matikaongererwo thirikari irugamirire tondu no kwa kahinda kanini tondu sector ino itu ya matatu ni ikoragwo na challenge nyingi muno ni tawe hutete economy rothe ria bururi tondu ngirora guku matura-ini tungiongererwo maguta na ithuĩ tukubindo tuongerere athii bei kuri tungiha thirikari mwena ucio wa subsidy ya bei itunyitirire. Uria wari mucirithania munene David Maraga na muhuraniri wa giturwa gia president ni oritie thirikari yambike uthuthuria na itaririe a Kenya uma wigie kiria kirathie na mbere ruhonge-ini rwa maguta. Akiaria na andiki a mohoro mwena wa Kabarnet icera-ini ria kwendia cioneki ciake kuri a Kenya, Maraga ni areganite na macokio maria thirikari ikoretwo ikihe a Kenya uhoro-ini wigie maguta. There was correspondence involving two ministries. They were involved and they were consulted. They even gave the go-ahead to bring in adulterated oil. Now we are being told that it is being taken back. One wonders whether when it was offloaded and brought into the country, whether it was pumped into separate stores where it was not mixed. Or this is another PR exercise. My hunch is that this oil was just pumped into the rest of the oil in the country. What we are being told that it is being withdrawn is a PR exercise. This is the kind of corruption that is going on in this country. And Kenyans had better get up, stand up and say this cannot continue. This cannot continue. The country is being taken around in circles. Those in high positions, the elites, are the ones who are looting the public resources left, right, and center. We are even told that this oil was coming and it was going to be more expensive than the rest of the oil. and at the end of the day, it is the Kenyan who is going to suffer. We want to assure Kenyans that given a chance, this kind of gymnastics will be stopped, because we cannot have a country where the leadership of the country is the one. Na rĩo igongona rĩa kũririkana mũmbunge wa Olkalao David Njuguna Kĩaraho nĩ hĩndĩ rĩrathiĩ na mbere kĩharo-inĩ kĩa University ya Nyandarua. Igongona rĩrĩ rĩhumbĩtwo riri nĩ President William Ruto na atongoria angĩ thirikari-inĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua na atongoria angĩ a mũng'ethanĩro onao me igongona-inĩ rĩrĩ. Kahinda-inĩ gaka magavana nĩmo mararĩria mũingĩ na gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kĩhĩka nĩwe wĩ kĩharo. And he also loved God. So he was such a good example. Na nikimalizia pia wacha nishukuru His Excellency the President kwa sababu ya hii barabara that we share, the Rironi Mau Summit Road, yenye itatumiwa na watu wa Nyandarua pia.
Asante and God bless you. Asanteni sana. Thank you. Haya, asante sana. Your Excellency the President, mimi nataka kushukuru sana siku ya leo. Wale wamezungumuza wanajua Mheshimiwa Kiaraho kwa njia tofauti. Mimi nikiwa hapa naongea kama gavana, kama neighbor wa mheshimiwa na kama yule ambayo tulisoma shule moja. Na wakati tulikuja tukamaliza shule, akaenda upande wake na mimi upande mwingine. Baadaye tuliona hapa Olkalau kuna shida na tukawa na nia ya uongozi. Na kusema ukweli, mheshimiwa alikuwa anapenda hapa nyumbani. Nakumbuka nilipomwalika siku moja ili tutengeneze shule yetu ya Munyeki Primary School. Yeye alikuja tukasaidiana, na baadaye nikamwambia mheshimiwa ya kwamba mimi niko na haja ya kutafuta kiti cha Member of Parliament cha Olkalau. Na wacha nikwambie nyinyi hamjui mheshimiwa. Mheshimiwa huyu ni mtu mzuri, lakini ukichezea yeye anaweza pia kukupiga chenga. Kama kuna mtu mmoja alipigwa chenga na mheshimiwa ni mimi, na nikakubali na nikasema yeye ndio mbunge wangu. Na niseme kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, alipochukua kiti ya ubunge 2017 nikasimama gavana na yeye akanisupport, igawa sikufaulu. 2022 nikasimama gavana na yeye akanisupport na nikafaulu. Na kwa hivyo niko hapa kusema ndugu yangu, tulisema hatutazozana, tutakuwa marafiki na tumefanya mambo mengi ya maendeleo. Nisame tu mambo matatu nikikaa chini. Jambo la kwanza, mheshimiwa kuna barabara amewacha Your Excellency. Akasema sisi viongozi ambao tumebaki tukiongozwa na wewe Your Excellency our President, kwa sababu wewe ndio uko kwa kiti wakati huu. Barabara ya Idhagani kule Ngorika, barabara ya Tumaini, barabara hii inatoka hapa Mombi kwenda Siranga mpaka Boiman, barabara ya kutoka Shemba kwenda ng'ambo ile. Tutakuletea hiyo uone Your Excellency, ili utusaidie ndio matakwa ya mheshimiwa ikubukwe siku zote. Jambo la pili, kuna sehemu mheshimiwa alikuwa amejaribu kuweka stima, lakini alikuwa amebakisha sehemu nyingi bila stima Your Excellency. Na tungeomba ya kwamba utatusaidia ili tukamilishe, ili 100% ya wakaaji wa Olkalau constituency wawe na stima. Your Excellency, niongee mambo ya university kidogo. University ambaye tulikuuliza na mheshimiwa utusaidie ianze hapa Nyandarua. Your Excellency, nataka kuambia university sasa imeanza. Hata watoto wa university wako hapa. Watoto wa university mko wapi? Pigia hawa makofi. Hawa wanafunzi wanasoma pale. Tulikuwa wanafunzi 300, sasa tuko karibu. Commission of University Education wamesema watatupea 780 students. Hatuna nafasi infrastructure yao. Your Excellency, tunakuomba hapa Captain, kwa sababu ndio tutafanya renovation kuwa na university, utatusaidia. Wanafunzi hawa wanafanya Bachelor of Education pamoja na mengine, wanahitaji buses ya kwenda teaching practice. Tunakuomba Your Excellency, ukitoka hapa leo, kama unaweza sema kitu university yetu wapate bus moja ama mbili ya kwenda teaching practice, tutashukuru sana. Your Excellency, tunaomba pia mambo ya hostel hapa university yetu, na mimi najua hiyo mambo utatuangalia. Nikushukuru sana Your Excellency, kwa sababu wakati ulisema hospitali yetu ya JM utatusaidia,
na milioni 800. Contractor ako kwa site anaendelea, na hivi karibuni tutakuwa na level 5 ya kwanza hapa Nyandarua. Your Excellency, tunakushukuru. Your Excellency, nikienda kumaliza ni kuombe kwa sababu ya stadium yetu ya Olkalau. Mimi ninajua uko na plani yake. Tutafurahi and in the honor of Mheshimiwa Kiarao, tukiona kabla ya mwisho wa mwaka huu hiyo stadium yetu ikiisha. Mambo ya Olkalau Railways hiyo sitakusubua, nitaongea na waziri wako wa transport, najua atatusaidia. Mimi nataka kuuliza nikimaliza, watu ya Olkalau, muko hapa? Naomba tuwe na amani, tukae kwa furaha, na niwaambie mimi kama gavana wenu, hiyo nafasi imebakishwa na mheshimiwa wenu. Kabla mjapata mheshimiwa mwingine, tutashirikiana kama viongozi wa county na wa national kuhakikisha hakuna kitu nyinyi mtakosa. Mko sawa sawa? Kwa hivyo mtulie na muwe na amani. Mungu abariki sana. Asanteni sana, Excellency. Asante sana gavana wetu. Mimi nataka niseme machache tu, Your Excellency, and this is just to address you because as a responsible member of parliament for constituency called Kinangop. Your Excellency, we have learned the art of leading in humility, and it is in humility that the Honorable Kiaraho has served for 3 terms. Your Excellency, we have many ongoing projects, just like was stated by Senator Medho. And it is true, some had delayed for some time, but we're grateful that most of them at the moment are ongoing, Your Excellency. I want to make this statement here, that far from it that contractors have deserted site. Of all the roads that have been mentioned, Your Excellency, the contractors are on site and working. I had a conversation with Waziri, and for sure, Your Excellency, you have been very magnanimous to give us funding for the projects that we have asked from you. One of the projects that was mentioned that is in my constituency, the Kwaharaka, Ruanyambo, Kinamba Road, Your Excellency, the contractor has been, the contractor has been appointed na amepatiwa kazi, tunagoja mobilization ili hiyo kazi iendelee. Na sisi tunajua kazi hufanywa kwa mpango, na hata Waswahili husema hata mwenda pole hajikwai, because we want to get it right. Nikimalizia, Your Excellency, just know from where we sit as leaders in this county that you have our unequivocal support to make sure that you take this country forward. It is not going to be easy, but it is doable. And I can assure you, Your Excellency, you are going to garner more support from this county and from our constituencies going forward. It may look as if people may be incited, people may be fed with lies, lakini ukweli utasimama. Ukweli utasimama. And that is my position. Kwa sababu ukweli ni mzuri, na ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Kwa hayo mengi, Rais, mimi nataka kuchukua nafasi hii nimkaribishe aliyekuwa naibu wa rais aseme yake, akishamaliza baadaye tuendelee na ratiba ili tuendelee tukimalizia. Karibu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, upate nafasi yako ya kuongea. All right, bas. Wacha nimkaribishe speaker wa National Assembly aweze kusema, na ili aweze pia kuwaintroduce viongozi ambao wamekuja kuomboleza pamoja na ndugu yetu Mheshimiwa Kiaraho. Karibu sana speaker Dr. Moses Masika Wetangula. Karibu sana.
Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. God is good and all the time. Mama Jackie na watoto wako, familia ya Kiarao, kabla sijasema lolote, niko hapa na wabunge kutoka bunge 42. Wote hawataongea, na waita mbele waimbie mwenzao wimbo moja, alafu mimi niseme yangu machache. Wabunge wote kuja mbele. Wabunge wetu wote mkuja hapa mbele. Osoro, the soloist. Wabunge wetu wote mkuja hapa mbele. Osoro, soloist wetu, chukua hiyo. Haya. So Your Excellency, tunaenda kuimba wimbo ya kawaida in mourning our colleague, cha kutumaini sina. Wimbo ya kawaida sana. Hata Murugara, hata kama hauna sauti mzuri utaimba. Si ndio? Oh, cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuzio. Oh, cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuzio. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, damu yake na sadaka nategemea, yote chini ya kisha Mwokozi atanito. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo na. Kwake Yesu nasimama, ndiye ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni. Oh, nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele za. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, winuliwe, 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 winuliwe. Oh, wastahili, 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 wastahili,
wastahili, wastahili, wastahili, wastahili, wastahili, wastahili, wastahili, wastahili, wastahili, wastahili, wastahili, wastahili, wastahili, wastahili. Oh, twakupenda, 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 twakupenda. Wananchi wa Olkalau na Nyandarua kwa jumla, hao wamewaimbia ni wabunge wetu ambao wamefanya kazi na mbunge wenu. Wote wamekuja kwa heshima kubwa sana kwa Mheshimiwa Kiarao, na mniruhusu niwataje majina mjue ni nani wamekuja. Tumekuwa na Silvanos Osoro, mbunge wa South Mugirango, John Methu, senator wenu, Faith Gitau, women rep wa hapa, Kwenya Thuku ambaye amekuwa mwenyekiti mwenza pamoja na Faith, Mike Mushira wa Oljororok, Wanjiku Muya Kipipiri, Njeri Maina Kirinyaga, Meja Dong Embakasi, Senator Kinywa Laikipia, Senator Murango Kirinyaga, Maka Mwenje Embakasi West, John Honorable Kagombe Gatundu South, Mary Wamaua from Maragwa, Mary Maingi Mwea, Samuel Arama Nakuru Town West, Jane Kihara Naivasha, Charity Kadhambi Njoro, Honorable Mwafrika kutoka Roysambu, Honorable Mother Wangare jirani wenu kutoka Gilgil, Julius Taitumu kutoka Igembe, Honorable Naika kutoka Mumiasi West, Honorable Murugara kutoka Tharaka, Honorable Kagusha Mukurueini, Senator Nyutu Muranga, Simon Kingara Ruiru, Duncan Madenge Nyeri, Mukami kutoka Nyeri Mama County, Samuel Gashove Subukia, Washira Karani Laikipia West, Mwangi Kiunjuri Laikipia East, Senator Veronica Maina nominated, Dorothy Mudhoni kutoka Meru, Senator Mbarua, Honorable George Gashagwa kutoka Ndarakwa, Joseph Wainaina nominated, Ann Wamuradha Kiambu, John Kiragu Limuru, Sabina Chege nominated, Wamashukuru kutoka Kabete, Honorable Kawanjiku Kiamba, Jane Kagiri Laikipia, Irene Njoki Murembo, na niko pia na majority leader wangu kutoka National Assembly. Wananchi, mimi nimefika hapa na hicho kikosi cha bunge. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President na familia ya rafiki yetu.
Nimekuja hapa kujumuika na nyinyi kutoa shuhuda yetu ya mwisho kwa mbunge ambaye aliheshimika, alitambulika na alifanya kazi ya heshima kwa wananchi wa hapa Olkalau. Mheshimiwa Kiarao ni mbunge ambaye amehudumu mara 3 mkimchagua. Hiyo ni heshima kubwa kwa mbunge yeyote kupewa nafasi ya kwanza, ya pili na ya 3. Kule bunge tunaleta ushuhuda ya heshima aliyofanya kazi ya wananchi wa constituency yake. Kila mara alikuwa anazungumzia mambo ya maendeleo, sio tu ya hapa Olkalau, lakini hapa Nyandarua kwa jumla. Alikuwa anapeana detail na attention kubwa kwa mambo ya ujenzi wa barabara, manyumba na miundo msingi ya kujenga nchi yetu. Kwa hivyo sisi kama bunge, we have lost a distinguished professional, a distinguished member, a respectable member, a member whose record shows he has never even once been called out of order. A member who not even once has been told by the Speaker to be excluded because of misconduct or failing to honor standing orders in the House. Kwa hivyo wananchi wa Olkalau, kwa niaba ya bunge letu la kitaifa, mimi mwenyewe, familia yangu na Wakenya ambao wanawakilishwa katika hiyo bunge kutoka kila pembe ya nchi, tumekuja hapa kuambia wananchi wa Olkalau ya kwamba ile kupoteza mbunge wenu na ile loss imefika hapa ni loss kwa nchi yetu ya Kenya mzima. Mama Jackie na watoto wako, wakati mwenzetu ameaga, nimeweka timu ya bunge ikisimamiwa na Kwenya Thuku na Mama Faith Gitau. Wamesimamia hii mazishi mpaka pale tulipo. Pia tumetuma stafu wetu kutoka bunge kuja kusaidiana na familia kidesturi ya bunge, ili tuhakikishe ya kwamba mwenzetu tunampeleka mbinguni kwa njia ya heshima vile tumefanya leo. Na nashukuru sana wananchi mmejitokeza kwa wingi, na hii inaonyesha upendo wenu kwenu kwa mbunge wenu. Hiyo upendo mlio nayo kwa mheshimiwa ndio sisi wabunge tulio nayo kwake yeye. Kwa hivyo namalizia kwa kusema Mungu alinde familia ya rafiki yetu. Mungu asaidie watoto wake waweze kusimama bila baba yao. Mungu aombee Mama Jacqueline ili aweze kulinda hii familia, na mzee rafiki yangu, jirani yangu kule Karen, Daniel Kiarao. Kwa desturi ya bunge, nimetoa stakabadhi za Hansard ya bunge ambayo nimeleta nipatie mama mjane na watoto wake, ili wakati wakiwa nyumbani, kwa sababu leo tukimaliza sisi zote tutaenda, mama atabaki na watoto wake. Wakati wanatafakari mambo ya mzee, wataweza kusoma yala alikuwa akifanyia wananchi wa Kenya, wala alikuwa anafanyia wananchi wa Olkalau. As I finish, my fellow citizens, I want to urge all of us here, tupendane. Tupendane, tupende nchi yetu, tupende viongozi wetu. Tupende rais wetu aongoze nchi yetu, ili tuweze kufanya mambo ya kubadilisha nchi yetu. Wakati ikifika, kila mtu vile mhubiri alisema, ataulizwa, what mark did you leave in this country? Kiarao has left a mark as a man of respect, a man of honor, a man of dignity, a man of values,
and above all, a man who not only respected himself, but respected others. May God bless you, and may his soul rest in eternal peace. Watu wa Olkalau mpo? Mpo? Huyu Mheshimiwa Kiarao si alikuwa mbunge wetu? Si tumefanya kazi na yeye? Na si tumefurahi sababu ya Mungu kutupatia marafiki wakuja tuomboleze na hawa? Si ni kweli? Na bishop wetu akatuambia kila mtu hapa ataondoka katika ulimwengu huu, na vile utapenda na utataka mambo yako iwe, ndio siku ya leo tunataka iwe, si ndio? Si ndio tunataka iwe namna hiyo? Kwa hivyo naomba tukiangalia maisha ya mheshimiwa na maisha yetu wenyewe vile tungependa yawe, tuwe na utulivu. Mmesikia viongozi wenu wameongea hapa, magavana, na tukaambia serikali mambo mengi ambao tungependa itufanyie. Kwa hivyo tuwe na utulivu ili tuonyeshe dunia ya kwamba sisi ni watu wa utulivu. Nataka sasa tunaendelea kumalizia, nikaribishe wale wamebaki watusalimie, kisha tumsindikishe ndugu yetu. Kwa hivyo nichukue nafasi hii nimwalike ndugu yetu former deputy Rigathi Gachagua. Thank you. Asante sana. Thank you. Tutulie. Rais wa Jamhuri ya Kenya, kanisa letu, Mama Jacqueline and your children, watu wote ambao wamefika hapa kusherehekea maisha ya rafiki yangu Mheshimiwa Kiaraho. Andu a nyumba itu muriega. Andu a nyumba itu. Andu a nyumba itu. Andu a nyumba itu. Muri okwa nyumba. Muri okwa nyumba. No mweyumireirie. Ona ciathira kara, ona twahatĩrĩrio, ona twanyarirwo, mũkeyũmia, ona ni ndĩyũmĩtie wa kahĩti wa kairĩtu. Thayũ nyũmba itũ, thayũ nyũmba itũ, thayũ nyũmba itũ, thayũ nyũmba, thayũ nyũmba. Mheshimiwa Rais, tumefika hapa kwa sherehe ya kumsindikisha rafiki yangu Architect David Kiaraho, Mheshimiwa Olkalau. Mama Jacqueline and your children, you know my friendship with your husband. Mimi nilijuana na Mheshimiwa Kiaraho 1985 tukiwa katika Gilgil NYS tukifanya mazoezi ndio tuende chuo kikuu cha Nairobi. Baadaye tukakutana katika University of Nairobi, mimi nikisoma political science na yeye akisoma architecture, na tukakuwa marafiki wa dhati. Thayũ nyũmba, mũtikamakena athigarisho itigana na andũ acio. Nyinyi askari wachana na hiyo watu. Wako na amani na hawana maneno. Tafadhali askari, msiharibu sherehe ya Mheshimiwa Kiaraho.
Thayo nyumba. Thayo. Ndamuthaitha muhorere. Muhorere nyumba itu. Tuhe Kiaraho gitio niguo. Niguo nyumba itu. Ndamuhoya thayo. Mimi nikakuwa na Kiaraho pale University of Nairobi. Tukakuwa marafiki wa 30. Na sisi tukapendana na bwana Kiaraho miaka yote. Baadaye ameanzisha kazi ya architect na mimi nikakuwa kwa administration. Huyu Kiaraho, nyumba yangu ya Wamunyoro pahali mnakujanga, bwana Kiaraho ndio alichora hiyo nyumba. Wale mnafurahia mkija hapo nyumbani. Kutoka hapo amechaguliwa kuwa mbunge na tumekuwa na yeye katika bunge la 12. Na tukakuwa marafiki, tukakuwa members ya transport committee. Hata huyu mheshimiwa Arama tulikuwa naye hapo. Na tukatengeneza urafiki ya maana sana. Hata alipochaguliwa 2022 na Jubilee tukaendelea kuwa marafiki. Kwa hivyo niliona hii wajumbe wanatembea na rais wakiuliza ati mimi nakuja mazishi kwa nini? Nyinyi mmejua Kiaraho juzi. Hamuelewi Kiaraho ni nani? Sisi tuko na maana ya urafiki. Mimi ni mzuri niambie watu ya Olkalau. Mama Jacqueline and your children, I'm grateful to your husband. A great man, a great leader, and a very principled person. When I was being hounded out of office, aliandikiwa messages kutoka wilaya. Akatishwa, akaangaishwa, anitoe kwa ofisi through impeachment. Mheshimiwa Kiaraho akakataa. That is why I'm here to honor him. Huyu Kiaraho alikataa kutishwa, alikataa kuhongwa. Hao wabunge wengine wote walipewa pesa kuumiza mtu yao, kupeana kiti ya nyumbani, wakakula pesa. Ni wasaliti wa jamii yetu. But the Honorable Kiaraho is a great leader, and I'm here to honor him and to thank the people of Olkalau for giving him 3 terms. A man who can never betray his brother, a man who cannot betray his community, is a great man, and we have lost a great leader. Dreda nyina wa Kiaraho dehe domereri cia ruriri rwa Gikuyu na Mobi negutigwo ni mutongoria witu na mwana witu. Mr. President, nimeona magazeti wakiandika ati kutakuwa na confrontation hapa. There will be no confrontation. This is a solemn occasion. Na tunataka ikuwe na heshima. Kwa sababu kila mtu amekuja hapa amekuja na nia njema. Mimi na watu yangu tumekuja na amani. I am sure Mr. President umekuja na amani. Wacha tumpatie huyu Kiaraho heshima yake. Mimi nimesema wiki iliyopita nikiwa kiongozi ya kwamba Rais William Ruto apewe heshima yake. Akienda pahali asikizwe. Akimaliza aende. Todo mugani neke. Mugani neke. Kwa hivyo nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie ngwe. Nisisikie nini? Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? Netwaiguithania. Netwaiguithania. Kwa sababu rais sisi tulikupenda, tulikuheshimu na tulikuchagua. Na hata kama tuko na shida na wewe, tutatatua huko mbele wakati ya uchaguzi. Saa hii wewe iko kwa kiti. Endelea kutufanyia ile utaweza. Na ujaribu tu, what you can do, you do. Mambo ingine tutatatua huko mbele. Kwa hivyo hii ni mkutano ya amani. Na mimi sitaki mtu yeyote. Hata ile mambo nimesikia ya one time sitaki kwa hii uwanja. Sitaki. Mmesikia? Hiyo ni mambo yetu ya huko hii nje. Hii ni sherehe ya maana sana. Na sisi tunataka ikuwe ya heshima. And since the president has come, he has come in good faith.
na mimi nikiwa kiongozi nataka apewe heshima yake. Wale watu rais wangepata shida ni hii akina Ichung'wa kama wangekuja hapa, kwa sababu ni wasaliti wa jamii yetu na ni watu ambaye wametukana jamii, ati wanasema sisi ni wakabila na hao ni Wakikuyu. Hao vijana yako rais, nilikuambia kabla hatujakosana kabisa, nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wa nilikuambia wataweka kwa shimo. Mimi nilikushauri rais, nikakwambia hawa watu ya mlima hawapendi usaliti. I told you that betrayal is not forgiven among our people. You chose to listen to Kimani Ichung'wa. Sasa hii jamii imekukataa. Na nilikuwa nimekuambia. Sasa huyu Ichung'wa alikuambia atirigijia atasaulika baada ya wiki 2. Sasa ni miaka ngapi? Mr. President, nakuomba ndugu yangu. You are my brother. I want to request you. Tafadhali, tafuta amani na hii jamii. Create peace with this community. Tafuta urafiki na hii jamii. Usisikize hii watoto wanakuweka kwa shimo. Because rais, sisi tukikuchagua wewe, huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Njoroge, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto, si ndio? Na tukaupatia kura ze. Wewe unasimama juu ya gari ukusema sisi ni wakabila, unatuumiza kwa roho. Na kuomba from today, my brother William Ruto, ukienda kwa Wajaluo, hapana tukana sisi ati sisi ni wakabila. We are not tribal. Tulikuchagua, you are not a Kikuyu. Tukakupatia kura zetu. Tafadhali na kuomba, going forward, don't abuse our community. Let us be. Wacha tukae tu namna hiyo kwa amani. Hata kama hutaki sisi, don't abuse us. Because tukikuchagua, you are not one of us. But we loved you, we supported you, and we can work with you. But hawa watoto wanatembea na hawa. Si mimi ni mzee? Mzee aongea siongee? Mzee aongea siongee? Mr. President, when umenifukuza kwa kazi nimeenda wa Monyoro. Mimi nakaanga kusikiza gra? Hata Uhuru Kenyatta ameenda Ichaveri anasikiza? Na nyinyi mnasikiza nini? Rais, nilifika hapa jana. Akina mama wakaniambia nikikuona nikuambie. Tulikuwa tumemalizana na vita ya pombe. Ile pombe ya kuua watu imerudi. Imerudi haijarudi? Inaua watoto wetu. Juzi nilisikia ukisema niliharibu. Lakini vile niliondoka mwaka 1.5, ungekuwa na nafasi urekebishe. Hii pombe inaua watoto wetu. Tafadhali tunakuomba, kama unaweza, kwa ile muda umebaki ya mwezi 14 kwa ofisi, urekebishe, tumalize hii pombe, watoto wetu wasipate shida. Number 2, President, huyu Kiaraho na mimi ni wa kanisa ya PCA. Na kanisa ya PCA iko hapa. When I was seated here, our parish ministers, karibu 17, wamenitumia message. Wameniambia ukipata nafasi, mwambie rais. Watu ya PCA tulimpenda, tulimchagua. Lakini tunaudhika na tunasitikika ya kwamba akiwa president wa Kenya, wahuni wameingia kanisani kupiga watu ndani ya kanisa la PCA huko Mweki na huko Kariobangi, na mpaka wa leo hawajashikwa. Wakristo wa PCA, rais, wanakuomba uamrishe wale watu walivamia kanisa la Mweki PCA
wale walivamia kanisa la Kariobangi wakamatwe waende kotini. Nikiwa tu hapa, maaskofu 4 wa kanisa la ACK wamenitumia message. Wamesema nimeona mko pale na rais, ukipata nafasi mwambie ya kwamba polisi 12 walivamia kanisa ya ACK Witima wakiwa na bunduki na risasi na tear gas, wakaumiza wamama na watoto. Kesi imekwisha, uchunguzi umefanywa, wamejulikana. Rais, ACK Church na Wakristo wanauliza utoe amri wale walivamia kanisa la Witima ACK wapelekwe kotini, ndio utafute amani na kanisa la Kristo. Gere kiani ndikwenda gukiria hau. Thayo nyumba. Thayo nyumba. Rais, vile umeona leo na utakuja kuona tukiendelea mbele. Ni kweli ulinitoa kwa ofisi. Lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Ni kibarua. Kunitoa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Na ninaomba tafadhali rais, umwambie Kimani Ichung'wah tunaenda Kikuyu Saturday. Amepanga wakora kupiga watu, kuchoma manyumba, kuharibu biashara. Mwambie Kimani Ichung'wah awache hiyo ujinga na utoto, umepitwa na wakati. Adu ajoba netoiguithania. Netoiguithania. Badilisha kabi hau thutha. Muthegi wa muthamaki wa rugama mithegi yothe igakoma ikarathi ni wahitia muno. Ikarathi. Muthegi tetio mwo iguru. Ndengero kama mithegi igana. Muthegi wa iguru ka ndure iguru. Adu anyoba itu. Netoiguithania. Ndamuthaitha ciana citu mutikahuthirwo kuhura mwenzako. Ni turaigua oru muno mundu ya arutete mbeca akanengera Ichung'wah akaheana ke makahura agikuyu wenzao. Ni njonokaga muno nyumba itu ikirwa. Reke itwendane na tutikarwe. Niguo waheo mbeca uria kurekirwo kuria Wangige anake marahairwo mbeca marahoria thimu mararega kuhura andu ao. Niguo andu aitu mutikana rwe nyumba itu yendane muiguanire tha ndukana thece muru wa nyukwa kahiu ka mugongo arorete mbere ndukana iguire mware wa nyukwa woiru ahikio ni gitonga no korwo gitonga kiu nikio gigathomithia ciana ciaku na mukire ki mutikarie andu aitu ni twira tugeka ka tutioi wara karokaina wahiukerwo wekata twathiaga tukenete tugacoka tukenete rugendo rwitu rwari rwega rugendo rwitu twathiaga tukenete rugendo rwitu rwari rwega. Nyumba itu mutikamake gutire mbura etekaga atia na ninge tutigacokia karahara gekire atia tutigacokia karahara gekire atia na ninge nyumba itu tutingitahika tucoke turie matahiko ucio ni urimu. Niguo nie nikimaliza rais nimekuhakikishia nataka rais akiamuka mnyamaza yote yaongee, ndio? Na mimi nimeona Profesa Kindiki kuna pahali umetukosea kama jamii. Hii jamii yetu tuko na heshima na mtu yote ameaga dunia. Na sisi hatuwezi kuongea mambo ya urithi kabla hajazikwa. Umefanya makosa huko Tharaka kuongea mambo ya by election kama Kiaraho hajazikwa. Hiyo ni kinyume na desturi ya jamii yetu ya Mlima Kenya.
we don't discuss inheriting somebody until he is buried. Hapo profesa umeanguka kidogo, utarekebisha. Tusiongee mambo ya kiti ya Kiaraho kabla hajazikwa. Finally, nimeona Speaker wa National Assembly hapa. Bwana Speaker, nimesikia ukiongea mambo ya standing orders. I want to draw your attention to standing order number 51. That to discuss somebody who does not sit in the National Assembly, there must be a substantive motion. It requires that a member delivers a written, signed motion approved by Speaker before it is placed on order paper for debate. For 5 times, umekubalia bunge kuongea juu yangu without a substantive motion. You have let the National Assembly down. You are the Speaker of the National Assembly, not a youth winger for UDA. Wewe, if Kimani Ichung'wah wants to discuss me, let him move a substantive motion in accordance with order, starting order number 51. Kaatiguo. Matida makijareria kuutade kiheke yao. Na leo ule speaker ule ni wakili na narumagirira watho. Na ni akwenda akirumagirira watho kaatiguo. Ndirenda kumuonia itungati cia ruriri. Niguo. Ukaiha itungati cia ruriri iria tukoragwo nacio. Nigetha ndimwire ora ndirenda gwika. Oka kujeni hapa. Haya wale elected members only. Wale wengine mngoja hapo. Nataka hawa wabunge. Huyu etagwo Wanjikũ wa Mũhĩa. Mũbunge wake Mĩmĩri. Nĩ njamba kati njamba. Nĩ gĩtungati ka gĩtungati. Akindirwo kana agakindirwo. Asanti karo hau nĩ tũkũina. Ũyũ ni Senator wa Laikipia etagwo John Kenyua. Nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ. Ũyũ etagwo Major Dong, mũjumbe wa Embakasi Central, nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ. Ũyũ etagwo Kagucia wa kũrĩa Mũkũrũ-inĩ, nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ. Ũyũ etagwo Kamande Mũafrika wa kũrĩa Roysambu, nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ. Ũyũ etagwo Senator Mũrango, nĩwe gũthurwo gavana wa Kĩrĩnyaga, nĩ gĩtungati kĩa rũrĩrĩ. Ũyũ nĩ gĩtungati kĩa Mũrang'a, Senator Joe Nyoto. Ũyũ etagwo MCA wa Mweki, Kago Mũhũrĩra Irũĩ. MCA wa Baragwe, Mathenge. Masega Kuya, Kasarani. Sisiri Karioki, Nyandarua. Wakiri Kirago, hapa Nyandarua. Chomba Kinangovu. Majority leader hapo. Wapi waheshimiwa kwanza. Kairetu gaka getagwo Gacheri. Gaka maga Mũrũthi gaikarire njege. Na nĩko gakuaga mondo yakwa na thiri cia rũrĩrĩ. Ũyũ etagwo Jane wa Kĩhara wa kũrĩa Naivasha. Ũyũ nĩ mwanake wa kũrĩa Joroko, asante sana. Peter Mwadhi from Lemuru. Karani from Utawala. Speaker wa Iganjo hapa Nyandarua. MCA wa hapa Kalawa, asante sana. Huyo ni MCA witu wa kule Engineer, asante sana. Mwanake ũyũ gwĩtwo Methu. Kejuge. Leke juge. Juge kaandika uge. Mwanake ũyũ kuma rĩrĩa JM akwire 1975. Ũyũ nĩwe JM witũ wa gũkũ Nyandarua. Na mũtigacoke kũria JM akwire rĩ. Mwanake ũyũ rĩrĩa athiĩte Rũraya nĩwe ndigagĩra rũrĩrĩ.
na tondu ni ngumagara mieri iri mwanake uyu na timu ino nio ndatiga magitire nyumba itu neguo mwanake uyu ni akuhorwo anyitirwo na mahoya neguo. Asante sana, leta hiyo kujeni hapa tuibe, leta kitabu keto ina karwimbo kamwe neguo. Tukoina nyimbo cia kuinira Ngai namba 35 na mutuinithie Jesu we unyendete neguo. Jesu we unyendete nigurira hariwe liria bara inene Dayo nyumba itu nidoka na ngeithi cia muthamaki witu muthamaki wa kana wa Jamhuri ya Kenya Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nimwamukira na tunaomba rais, hata kama watu wako na shida na mimi na jamii yetu, tunakuomba uambie hao wawache kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta amestaafu, apatiwe nafasi apumzike. Alifanya kazi ambayo inaonekana, na ningetaka kuuliza hao watu wako wa broad based, tumeona wakitukana Uhuru Kenyatta huko Nyanza, wawache. Wewe Kimani Ichung'wa, wacha kutukana Uhuru Kenyatta, hapana harika yako. Na tunaomba Uhuru apewe heshima yake. Nitwaiguithania muthamaki uri ha ni akuheo kitio giake, ni akuheo gitio giake. Nie ndire no ndungi ndacokia ngatho Ngai witu amurathime na mwike wega. Ni muriuka kunjerera wa Munyoro, ni muriuka wa Munyoro mugokari mugokari mukarehwo nu methulwo kamure. Thengio muno, Ngai witu amurathime amwike wega, murore magukumia, amwararamirie mihaka, amugitire kuma kwi ndwari, mici yanyu uraga irathimo ihiana mbura njega. Aya ni wega muno na ni nguria DJ
he karwimbo Kiaraho arendete muno. Ningependa uweke hiyo kawimbo, ile wimbo Mheshimiwa Kiaraho alikuwa anapenda sana. Tuweke hiyo kawimbo ili environment hiyo igie, si ndio? Tukienda kumaliza. Wapi DJ? Hamuna wimbo ya Kiaraho? Na unajua alikuwa mwimbaji. Haya. Hebu tusimame wote tuibe hiyo wimbo ya Mheshimiwa Kiaraho. Fanya haraka. Umeipata? Asanteni, tuketi. Thank you very much. Ketini chini. Asante sana kwa kusikiza. Na sasa nataka nichukue nafasi hii kumwalika our Deputy President Honorable Kithure Kindiki aongee machache na endelee na program. Karibu sana Your Excellency. Asante sana. Adoito murega rigi. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega. Ĩndĩ ciothe. Ngethiai ngethi cia rĩera Mwathani agocwo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na viongozi wote ambao wamefika hapa, viongozi wa kanisa pamoja na familia ya ndugu yetu Mheshimiwa David Kiaraho ambaye Mungu amempumzisha. Nataka niseme maneno mawili. Ya kwanza kabisa niseme ya kwamba huyu David Kiaraho ndugu yetu, huyu Kiaraho ni ndugu yetu ambaye alikuwa mtu wa bidii na mtu ambaye ni mstaarabu. The Honorable David Kiaraho was a dignified man, and I want to pray that where he is, he rests in eternity. And I want to urge all of us who are mourning him, the same way he was a man of dignity in life, we must treat him with dignity in death. The second issue, Your Excellency and fellow mourners, is just to encourage that we, going forward as a community, as a nation, we learn how to respect families, communities, and I want to request that we put down political temperatures to allow mourning, because we have a lot of opportunities to do politics outside the church and outside the events like this one, when we want really to support Mrs. Kiaraho, the children, and the people of Olkalau. Before I invite the President, I want to mention the names of the CSS who are present. They just stand. I'll acknowledge. Tuko na mawaziri. Rebecca Miano anatoka sehemu hii.
Tuko na waziri Kabogo ambaye ni waziri wa ICT. Tuko na waziri Liki Nyanjui na tuko na waziri wa maji Mheshimiwa ama waziri Eric Mugaa. Tuko na PSs kama 4 hivi. Nimeona Patrick Mariro wa defense. Pole. Na tuko na waziri ambaye alikuwa waziri wa Kiaraho katika ile department ama departmental committee ya transport. Waziri Davis Kirchir walikuwa wanafanya kazi pamoja na Kiaraho. Tuko na PSs. Iko waziri pia wa public service Mheshimiwa Roko. Tuko na PSs, dimension defense Mariro. Nimeona Mbogwa, engineer Mbogwa comes from Nyandarua, PS for roads. Nimeona PS Karogo wa EAC na PS Alex Washira wa energy. Kwa hayo mengi, nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa nimwalike kiongozi wetu Rais William Samuel Ruto. Ni fire si fire, ni noma si noma, ni wa dhelu utumetia na majezao basi. Asante sana. Ndugu wananchi, viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa, wachungaji, Mama Jackie Kiaraho, bibi wa ndugu yetu David Kiaraho na familia yako, viongozi wote wenzangu, ndugu wananchi wa Olkalao na Nyandarua, hamjambo. Hamjambo tena. Andu aito moriega. Mwathani agosho. Ngai no mwega. Na hendesho the. Ebu mnisalimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Basi, kwanza mimi namshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii na kibali leo tufike hapa Olkalao ili tuweze kumsindikiza ndugu yetu kiongozi Mheshimiwa David Kiaraho. Mimi nilimjua huyu David Kiaraho wakati alichaguliwa kama mbunge wa sehemu hii. And I can bear witness that David Kiaraho was a focused, forthright, committed, hard-working leader. Huyu Kiaraho alinialika hapa Olkalao mara nyingi, na kila wakati alinialika hapa ilikuwa ni mambo ya maendeleo ya watu wa Olkalao na mambo ya maendeleo ya watu wa Nyandarua. Na ndio mimi nimefurahi leo kufika hapa, hata ingawaje ni kwa huzuni, ili tumpatie heshima huyu kiongozi kwa sababu ya utendakazi wake,
kwa sababu ya kujitolea kwake, kwa sababu ya mchango wake kwa maendeleo ya Olkalau na taifa letu la Kenya. Mimi naambia familia, the wife and the children, you had an outstanding father and husband. And today we celebrate the life and times of this great leader in a very special way, and thank God for his life and for the contribution he has made in the development of our nation, and especially in the service of the people of Olkalau. Watu wa Olkalau, najua mmempoteza kiongozi wenu, mtu ambaye alijitolea. Ni kweli mwaka wa 2022 tulijaribu kama UDA kushindana na huyu Kiarao, lakini huyu Kiarao alitushinda kwa sababu ya kazi aliyokuwa amefanyia watu wa Olkalau. And it reminds us today ya kwamba hawa wananchi wanatambua kazi, sio makelele, sio vita, sio matusi, sio sarakasi. Na ndio sababu hiyo we are celebrating a leader today. And the people of this Olkalau constituency stood with Kiaraho because of his performance, what he did for the people of Olkalau. And every leader will be judged as such. Watu wa Olkalau, mimi katika kushirikiana na ndugu yetu bwana Kiaraho, kwanza alinisukuma sana wakati nilikuwa naibu wa rais chini ya Rais Uhuru Kenyatta. Na nakumbuka tukisimama hapa kwa junction. Wakati huo hii barabara ya kutoka hapa Captain kwenda Ndemi haikuwa ya lami, ilikuwa ya vumbi. Na Kiarao kwa imani akasema one day hii barabara itakuwa ya lami. And he has not stopped. Alitusukuma, tukatengeneza hiyo barabara, imepita Ndemi, imepita Wanjohi, na saa hizi tumeanzia kule Ndonyonjeru ikisonga. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa hapa, mbali na mambo hiyo ingine yote, hiyo barabara tutawakamilishia. Aliniuliza vile vile, hii barabara ya kutoka kwa Mumbi kwenda Pasenga kwenda mpaka Boiman, wakiwa na huyu ndugu yangu kijana huyu bwana Mushira, hiyo barabara vile vile mimi nawahakikishia watu wa hapa Olkalau, hata kama ndugu yetu Mheshimiwa Kiarao ametutangulia, hiyo barabara mimi nitahakikisha ya kwamba tumekamilisha. Watu wa hapa, mimi nataka niwaeleze vile vile, wakati mmoja nilikuja kwa sababu nimepatiwa orodha mrefu ya zile barabara mimi nimezungumzia. Na ni kweli hizo barabara zote mmetajiwa hapa ni mimi nilisema, sio mtu mwingine, ni mimi. Na mimi niko na akili ya kujua vile nitafanya hiyo barabara mpaka ikifika mwaka ujao. Mimi nitakuja kufanya mtihani, na hiyo mtihani mimi nitapita. Sikila, mimi nataka niwaulize, sikila kiongozi alisema ile atafanya? Ama sikila kiongozi alisema ile atafanya? CMCA alisema yake, si mbunge alisema yake, si gavana alisema yake, si senator alisema yake, si mimi nilisema yangu. Sasa kila mtu wewe panga kazi yako ile uliahidi wananchi. Yes.
Mimi ninajua vile nitatimiza yangu, wewe pambana na yako. Sijui kama tunaelewana watu wa Nyandarua. Mimi nimesema kila kiongozi atapimwa na kazi yake. Kama wewe ni mtu ya kupiga nduru na kelele na kuzunguka sijui nini sarakasi, hawa wananchi si wajinga vile mnawaona. Wanajua ya kwamba huyu anafanya kazi, huyu ni wa matusi, huyu ni wa makelele, huyu hana mbele wala nyuma. Na hawa wananchi watatupanga. Ama namna gani ndugu zangu watu wa Nyandarua? Watu wa Nyandarua, kuna mambo manne ya muhimu muliniuliza wakati mmenipatia nafasi ya kuwa rais wa taifa letu la Kenya. Na mimi nawashukuru sana kwa kunipatia heshima ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Na ile tulikubaliana na nyinyi, si namna hiyo? Kuna barabara tulikubaliana na nyinyi. Mimi nataka niwahakikishie, wacha ile imesemwa hapa, kuna ingine hata nimeongeza. Yes. Kwa sababu ninajua how to do it. Munanielewa jameni? Unajua hapa nilienda wakati mmoja hapa Ilpolosat hapa. Nikapitia pale kuna mahali inaitwa kwa Wanjiku na kuna mahali inaitwa kwa Milka. Si namna hiyo? Hiyo sehemu yote barabara yenu mimi nakuja nayo. Relax. Mimi nilisema na nitakuja nayo. Nilikuja hapa mara ya mwisho, nilikuwa hapa Nyandarua. Nyinyi muliniuliza, hasa kuna watu waliniwekea kibao kubwa sana. Wakaniambia wanataka ile barabara ambayo mulisema kwa haraka Ruanyambo mpaka Kinamba. Si muliniwekea kibao hapo? Sasa mambo yenu iko sawa. Mimi nimepata pesa ya kuja kutengeneza barabara yenu. Na mimi nakuja hapa kufanya hiyo barabara. Nyandarua hoye. Olkalau hoye. Mimi niko njiani nakuja kufanya hiyo barabara yenu. Hawa wananiongelesha hapa kwa maneno, mimi nitawajibu kwa vitendo. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Sijui kama tunaelewana. Watu wa Nyandarua, huyu Kiarao alikuja kwangu akaniambia, Bwana President, hapa Nyandarua sisi tumekubaliana kama viongozi, akiwemo governor, wabunge wote, mama county na wale wengine, wakakubaliana viongozi wa hapa. Hata siku ile Kimemia alikuwa governor, mulikuwa mumekubaliana ya kwamba tuwe na university hapa Nyandarua. Ni kweli ama si kweli? Mulianza kuuliza university miaka nyingi. Mimi niliwahakikishia ya kwamba in my time as President of Kenya, there will be a university in Nyandarua County. Mimi nasimama hapa leo, watu wa Nyandarua. Last year, mwaka uliopita, tuligazette Nyandarua University College. Na nataka munisikize kwa makini. Hii kiwanja hawa viongozi walikuja kuniuliza. Wakaniambia, Bwana President, ili tuwe na mahali pazuri pa kujenga university, tusiende huko Oljororo mahali kuna ile technical ama college yetu ya Polytechnic. Wakaniambia tuko na shamba hapa, wakaniambia tuhamishe shule. Mimi nikawapanga na milioni 10 tumehamisha shule. Mimi nimetumana tena shilingi milioni 100 iko hapa Nyandarua saa hizi nikiongea na nyinyi. Na mimi nataka nitangaze hivi.
Hiyo milioni 100, mimi nataka shule ya Salient, wale waliotusaidia mahali pao ndio iwe university, wachukue milioni 20, milioni 80. Mimi napanga tukuje tuanzishe university tuition block hapo. Sikizeni, vile vile tumewapatia pesa ya kwanza milioni 350 ya kuanzisha ujenzi wa university, kujenga hostels, na mimi nitakuwa hapa, msikuwe na wasiwasi. Mimi nitakuwa hapa in the next 1 month, nitakuwa hapa kuanzisha hiyo university, na nimewapatia watu wa Nyandarua shilingi bilioni 1 ya kuendesha university ya Nyandarua. Yes. Neguo kana tiguo. Neturaigu idhania. Fio. Kabisa. Tuendelee na maendeleo ama mnataka tupige siasa? Maendeleo ama matusi? Maendeleo ama siasa? Sikizeni. Hawa viongozi walikuja wakaniulizwa wakiongozwa na gavana wetu hapa Bwana Badilisha. Wakaniambia, Bwana President, hapa Nyandarua hospitali yetu iko chini. Na ni kweli, hospitali ya level 4 iko chini. Na Bwana Kimemia hapo alikuwa ameanzisha ile hospitali ya JM. Wakaniambia hiyo hospitali hatuwezi kuwa na pesa ya kukamilisha, inahitaji milioni 800. Mimi nikatoa pesa ya serikali milioni 800. Saa hizi hospitali hiyo inaendelea. Mwezi wa 10 mimi nakuja kuhandover hospitali ya level 5 ya watu wa hapa Nyandarua. Pia viongozi wa hapa walikuja wakaniuliza ya kwamba vile tunaona unajenga stadium Kenya mzima, hata watu wa Nyandarua wengi ni watu wa bidii, ni watu wa wanariadha wa kimataifa. Wakaniambia nijenge vile tumejenga kwingine, tujenge pia stadium hapa kwenu Nyandarua. Sikizeni watu wa Nyandarua, nikiongea na nyinyi saizi contractor yuko pale. Kabla ya Disemba hiyo stadium yenu itakuwa tayari, mnaweza kufanyia mambo pale. Nyandarua hoye! Tuendelee ama tuendelee? Niendelee na kufanya kazi? Sikizeni, mimi wakati niliomba kura zenu niliwaambia nitapanga mambo ya kilimo. Leo taifa letu la Kenya, ile fertilizer ilikuwa 7,000 na 2,500. Kweli ama si kweli? Leo ile wakora wote wa kahawa niliwafukuza, and their political agents niliwafukuza wote. Leo kahawa ilikuwa inauzwa 50 bob, saa hizi inauzwa 120, 130, 140, 150. Kweli ama si kweli? Yes. Hiyo ndio ukweli. Niliwaambia ndugu zangu wa Kenya ya kwamba mimi nitahakikisha ya kwamba wale wananchi wanahangaika na bills ya hospitali, tutatengeneza afya iwe ni haki ya kila mwananchi, sio starehe ya matajiri. Na leo hapa Nyandarua watu 1,345 wamejisajili ndani ya SHA. Kenya mzima watu milioni 30.3 wamejisajili ndani ya SHA. In the last 1.5 years here in Nyandarua, ile pesa tumelipa ya watu walioenda hospitali ni 1.24 billion shillings in Nyandarua County alone. No other administration has paid that kind of money for mambo ya matibabu katika Nyandarua County. Kwa hivyo ndugu zangu, sitaki kusema sana. Mimi tu nataka niwaeleze
Si hawa ndugu zangu wamepata nafasi, wameniongelelea hapa, sijui nini, one time, Kasongo, sijui nini. Mimi nitakuja hapa kuwajibu na vitendo. Na mimi nimesema hivi, taifa letu la Kenya, mimi nikiwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, kwa mapenzi ya Mungu na kura zenu wakati huu, mimi nitaunganisha taifa letu la Kenya. Ndio nilitengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja, na hatuwezi kukubali wale watu ambao wanatuhubiria ukabila na chuki na migawanyiko. You have no space in the Republic of Kenya. You cannot. Hamuwezi kuja kutuambia ya kwamba mimi sina vita. Mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa Mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Na mimi urafiki, mimi nimetengeneza na watu wa Mlima hii, sio urafiki ya siku 2, 3 ama 4. Na mimi naelewa mtu asiniletee vita yake, alete kati yangu na watu wa Mlima. Mimi I know how to work with the people of Mlima. Na mimi nataka niseme hivi, sikizeni my friends. Na kila mtu ajiheshimu na ajielewe. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. And I will go any place and I will do everything as the President of the Republic of Kenya. And I am not going to ask for permission from anybody, whoever you are. Siwezi. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Nyandarua. Mimi nitahakikisha ya kwamba haki ya watu wa Nyandarua haitabebwa na mtu yeyote. Nyandarua, maendeleo yake, nafasi yake itakuwa timamu na tutaungana tukienda mbele. Mwisho. Sikizeni bana. Mimi nataka niwaulize hawa vijana. Niko na vijana wengi, taifa la Kenya. I have many young people. Vijana ambao ni viongozi wa siku za usoni wa taifa letu la Kenya. I want to encourage the young people of our nation, the young leaders in Kenya, do not be intimidated. Musitishwe na mtu yeyote ati atawafanya. Hakuna mtu anaamua hatma ya mtu mwingine. Ni Mungu Mwenyezi aliye juu, na wapigaji kura hawa ndio wataamua hatma ya kiongozi yeyote. So don't be blackmailed. Na musiabudu binadamu. Muheshimu Mungu na mfanyie kazi hao wananchi. Hao wananchi ni watu werevu, watawachagua kwa ile kazi mmefanya, sio kwa fitina, sio kwa matusi, sio kwa sarakasi. Na wale wanaongea maneno mingi, ni sawa tu. Nitakutana na nyinyi hapa mbele. Na muniangalie vizuri bwana. Mimi naelewa mambo hii Kenya. Ile kitu mimi nawaambia wa Kenya. Mimi kwa mapenzi ya Mungu, nikiwa kiongozi wa taifa hii, nitaunganisha kwa mapenzi ya Mungu jamii zote za taifa letu la Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu. Na hatutapatia nafasi kiongozi yeyote kugawanya watu wa taifa letu la Kenya kwa misingi ya kabila hii na ile. We are going to stand united as the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Nyandarua tumekubaliana. Leo ni siku ya Kiarao. Si ndio? Nimepitisha kidogo, munisamehe. Nimepitisha kidogo. Kuna siku tutakuja maneno ya siasa. Si ndio? Kwa sasa mimi bado niko busy. Wacha nifanye kazi. Siku ya siasa ikifunguka, nyinyi kujeni na maneno kwa kiwanja, mtakutana na sisi.
Nyandarua tumeelewana? Tuendelee ama tuendelee? Wangapi wanasema tuendelee? Nione kwa mikono wakati wanasema tuendelee. Bas, maneno ndio hiyo. Mimi nataka niseme asanteni sana ndugu zangu wa hapa Nyandarua. Mimi nitarudi hapa tena na nitarudi tena na nitarudi tena mpaka hii Nyandarua ipige hatua ya kwenda mbele, na hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mwisho kabisa, kwa kanisa letu, mimi nataka niwaambie viongozi wetu wa kanisa. Nisimame hapo kidogo, naona hawanioni hawa maaskofu. Mimi najua hawa viongozi wa maaskofu wameniuliza pale, nikipata nafasi niweze nipange, ndio tuweze kupata nafasi ya kujadiliana na wao mambo ya maendeleo ya kanisa letu na mashauriano yale mengine. Hiyo nafasi nitatafuta na nitawapatia na nitawatumia. Kuna ndugu yangu moja hapo aliyetuhubiria, huyo Alfred, my good friend Alfred. Huyo Alfred Kanga amesema amenikaribisha kwa kanisa la PCEA mara 17. Leo ni mara ya 18. Na hiyo safari yote nimekuwa kwa kanisa ya PCEA ilikuwa ni maendeleo ya kanisa na kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Mimi nataka nikuambia bwana mchungaji, kwa sababu umeniuliza wewe rais, hii nimekualika miaka hii yote, si upange hata chai nikuje nikunywe hapo State House. Wiki ijayo wewe nitakupangia ukuje kunywa chai ndio niweze kulipa deni yako. Mama Jackie Kiarao, nataka niseme asante sana kwa kusimama imara nyuma ya ndugu yetu Mheshimiwa Kiarao. You are a great pillar. You are a great support. I say this without fear of any contradiction. Mama Kiarao, nimetembea hii mara nikikuja hapa Olkalao, nikikuja Nyandarua. Huyu mama amesimama na Kiarao throughout his political journey. And I can attest that she is a great leader in her own right because she stood with my friend, Bwana Kiarao. You have given the best send-off to your husband. Many men here wish that their wives, when a time like this comes, would speak about them the way you have spoken about our friend David. Thank you very much for honoring your husband. Thank you very much for honoring your children. And I want to assure you that we will support you. We will support the people of Olkalao. Watu wa Olkalao, hata kama ndugu yetu ameondoka, mimi nataka niwahakikishie tutakuwa na nyinyi, tutahakikisha ile ya watu wa Kiarao tulikubaliana na mheshimiwa, ile ya watu wa Olkalao tulikubaliana na mheshimiwa Kiarao haitawachwa